Sasa kupata period ya mlenda, hii ni hali ya kawaida, ni normal kabisa. Lakini pale ambapo itajirudia kila mwezi, maana yake umupate mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu na zaidi, hiyo sasa inakuwa sio hali ya kawaida. Lakini kama umepata tu mwezi wa kwanza huu, hiyo ni normal kabisa. Inawezekana tu ikawa ni mabadiliko ya hormone ambazo zinakuwa zimebadilika. Lakini sasa ikiwa imezidi, ndio pale sasa unaanza kupata changamoto. Ikifikia wakati wa kutafuta ujauzito, maana yake upo wewe na mwenzake maana yake wewe na mwenza wako mnahitaji kutafuta ujauzito, ndio pale sasa unaanza kukosa uti wa ovulation, au pia unaanza kukosa hisia ya tendo kabisa. Pengine unaanza kupata mabadiliko ya hormone. Pengine hata mabadiliko ya mwili yanakuwa hayabadiliki kabisa. Sasa hii inakuwa ni changamoto ambayo unakuwa tayari umeshaipitia moja kwa moja. Sasa ndio pale sasa unaanza kuona unapata changamoto za PCOS, au unaanza kupata mara nyingine changamoto za vimbe maji. Pengine unaanza kuhisi hata uvimbe ukifinya hivi kwenye tumbo, unaanza kusikia kama unakaa uvimbe fulani hivi. Kumbe ni nini? Ni zile dalili ambazo ulikuwa unazipata za kupata period ya mlenda kwa muda mrefu. Sasa ikiwa unapata period ya mlenda kwa muda mrefu, basi hii sio hali ya kawaida. Unatakiwa kuchukua hatua mapema na kuitibia, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa ikakuletea changamoto za uvimbe kwenye kizazi. Sasa hakikisha unatatua changamoto yako mapema. Usisahau kufollow na kushare kwa wengine ili waendelee kujifunza. Kama kuna tatizo lolote, share nami kwenye comment, alafu nitakujibu kwenye video ijayo. Lakini kama una changamoto, usisite kuchukua namba yangu ambayo inapita hapo chini.